Niko poa. Hongera kwa ushindi. Alhamdulillah, tunashukuru Mwenyezi Mungu ushindi. Sasa umetazamaje mchezo wa leo namna ulivyokuwa? Kwanza nikwambie kitu kwamba ni unbeaten ya 28 CRDB. Tuna 28 hatujapoteza mchezo wowote katika hili kombe la CRDB. Ni kitu ambacho tunakijivunia sana. Alafu cha pili kwamba ni historia kubwa ambayo tulioijenga. Watu walikuwa wanasema ule uwanja wa Meja Samuyo kupata sisi ushindi ni kama ndoto, lakini tumetoka leo ushindi mkubwa wa magoli mawili. Hicho kitu ambacho tunajivunia, ni historia kubwa, na uwanja mtu wa kwako, unafanya kila kitu cha kwako, lakini leo tujaingia katika jumba kubwa na tumepiga mtu mbili kama zile tunazopigaga kama kawaida. Hicho kitu ambacho naweza nikajivunia. Na sababu ya kutoenda kwenye kile kijumba ni sababu gani, ikiwa siku ile mlienda? Yanga ujue wana surprise tofauti. Lile jumba kubwa ni kwa shughuli maalumu. Hata kesi ndogo nao ya kuku nayo tuingie katika lile jumba brother. Sisi tuna mambo mengi, tuna vitu vikubwa. Kwa hiyo tukiona mambo haya yanazidi kuwa makubwa ndio tunaingia katika lile jumba. Jumba letu leo umeliona limepigwa tena rangi, liko pale. Lina thamani, mtu akitaka kupanga kwa mwezi bilioni 3. Lipo pale limetulia. Kwa hiyo sisi kama kesi ni kubwa ndio tunaingia kwenye jumba letu. Lakini kesi ndogo kama hii na JKT hatuingii kwenye jumba letu. JKT leo tumewavunja mwiko, tumewapiga kwao chuma 2. Wachezaji kila wakimkaba Pacome wanateleza chini, wakimkaba Pacome wanaomba kutoka chini. Tunaenda nusu finali, na nusu finali hii niwaambie, mimi namuomba Mwenyezi Mungu kesho Simba ashinde. Unasema? Namuomba Mwenyezi Mungu kesho Simba ashinde, awafunge TRA ili mimi nishinde na yeye ashinde, tukutane finali. Afu tuone kilichomtoa kanga manyoya kitu gani. Anasema bado hamjamalizana. Nakwambiaje, na sisi hatujamalizana naye. Sisi tulipiga comeback ya kibabe dakika 9 wametufunga wao goli 2. Sasa tunawafunga wao, tuone kama watarudisha goli 2, hata goli moja kama watarudisha. Hata goli moja kama watarudisha. Mimi nipo, labda kichwa changu kikatwe, nasema kama watarudisha Simba sisi tuwafunge 2 warudishe. Taniua mimi. Simba hawezi kurudisha goli 2, lakini sisi ndo tuna uwezo. Na ndo tunataka tukutane nao tena afu tuwatangulie 2 kama watarudisha. Yaani wakirudisha natembea hapa na Mbagala kichwa chini miguu juu na dunda nda mpaka Mbagala rangi 3. Hawajasikia vizuri, hebu rudi. Nakwambiaje, Simba tukiwafunga goli 2 wakisawazisha, mimi hapa Silva official mume, mshabiki pekee nilioa, nitatembea kichwa chini miguu juu na dunda hapa Magomeni mpaka Mbagala. Mimi hapa. Hakuna mshabiki alioa zaidi yangu mimi. Mimi ndo mshabiki pekee nilioa. Au nikuitie mke wangu umeone. Ma Silva, wife, njoo. Kimbia. Mimi ndo mshabiki pekee nilioa. Wengine hakuna mtu alioa. Ajitokeze. Mimi ndo pekee yangu shabiki nilioa. Yes, mimi ndo mwanamume pekee nilioa na naingia na mke wangu uwanjani. Huyu hapa. Umemwona eh? Alafu ni mnyama. Anatamba sana. Anataka kuhusu nini? Mimi waambie, mimi ndo mshabiki nilioa na mimi ndo mke wangu. Na wewe kama una mke mlete nani kesho KMC. Yes. Yaani wewe kama kweli shabiki unajiona umeoa, njoo kesho KMC. Mke wako KMC. Muona mama anasema. Huyu ndo mke wangu nilioa mimi. Mimi ndo mshabiki pekee mwenye mke Tanzania nzima. Sawa. Basi nenda mke wangu, nimalize. Shukrani. Sasa iko hivi. Leo tumeona na nikwambie kitu kimoja hapo, katika mke kama vile wewe una uchungu, kama wewe una mke huko nyumbani kwako, muamshe mkeo saa 7 usiku, mwambie nipikie ugali. Kama hajasonya wewe ndio umeoa. Mimi unamwambia saa 7 usiku amka pika ugali, nimekuja na samaki. Anaamka anapika. Au ugali gani? Wote ule. Si ndio watu tuliooa. Wewe hapo unaniangalia, kama umeoa, muamshe mkeo usiku saa 7. Mwambie mke wangu amka pika hata chai. Kama hajasonya wewe umeoa. Tuendelee. Tumeshuhudia follow nyingi sana ambazo zimetokea uwanjani. Pengine kuna namna moja ama nyingine zimeweza kupunguza magoli kwa upande wetu. Wale JKT wanacheza mpira wa kasi. Kuna timu ambazo zinacheza mpira wa kasi. JKT, Mashujaa, timu za hususan timu za jeshi kwa ujumla. Na timu ambazo zinafundishwa na Minziro. Ukipata timu ambayo Minziro anaifundisha, ndivyo wanavyocheza, wanatumia nguvu nyingi. Umeona, kwa sababu wale wanafanya mazoezi ya kiaskari. Kwa hiyo timu ya jeshi ukicheza nayo wanatumia nguvu nyingi. Na haswa leo walikuwa wamemkaba Pacome sana. Walikuwa wanatumia nguvu nyingi katika kumkaba Pacome, lakini unamjua mwenyewe Pacome ni mchezaji ambaye ni kama tuseme kama Diego Maradona. Kwanza anaujua mpira, alafu pili ana nguvu.
Kwa hiyo waliocheza na Diego wetu Maradona wa Young Africans wengi walitoka nje na waliomba kubadilisha namba, na wengine walijitoka nje kabisa, na hadi sasa hivi wengine misuli na wauma. Na ukiona hicho kitu ninachokuambia ni kama cha uongo ama kama cha ukweli, ifuatilie leo JKT hii iliyocheza na Yanga, ifuatilie mechi inayofuata JKT anapoteza ama na suluhu. Nakwambia, narudia tena, ifuatilie leo JKT imecheza na Yanga, mechi inayofuata mimi nipo, ana suluhu ama anafungwa, kwa sababu katumia energy nyingi sana kucheza na Yanga, hususan Yanga ana star mmoja. Unamkaba Pacome, kuna Max Zengeli, unamkaba Max Zengeli, kuna Okelo. Kwa hiyo unakuta kuna Dube, unakuta yani wewe unahangaika umkabe nani, lakini wengi leo walimkaba sana bwana mdogo nani huyu Diego wetu Maradona. Umeona amemkaba sana, lakini yule jamaa sasa hivi ana nguvu, anafundishwa, anaingia gym kubwa, anafanya mazoezi. Kwa hiyo unaona kwamba mchezaji yoyote ambaye anamkaba Pacome lazima naye misuli muume. Ndio mama, kama nilivyokuambia, namalizia kukuambia kuwa JKT mechi inayofuata anapoteza ama anasuluhu. Yes. Yanga imesema sasa kwamba bana imeshuka sasa hivi kiwango, kwamba mchezaji wake ni kama umepotea hivi, na hasa baada ya kumfukuza huyo kocha aliyekuwepo Pedro. Kwa kweli mpaka sasa hakuna haijapoteza. Yanga mechi iliyopita tumefungwa 3-2, imeshinda 2. Mechi hii Yanga imeshinda 2 bila. Ukitaka kuifunga Yanga, ifunge goli 3, kuanzia goli 3. Maana ukiifunga goli 2 inakuwa ni suluhu. Na ukimfunga goli 1 unakuwa umefungwa wewe. Ukitaka kuiwini Yanga, ifunge 3 kuendelea ndio utakuwa umeiwini. Kwa sababu Yanga lazima akufunge goli 2. Kwa hiyo tuseme Yanga kwamba haijapoteza mchezo wa kusema kwamba labda Yanga imepoteza uchezaji wake. Hapana. Yanga ni ile ile tu. Yanga ni ile ile. Wewe ukisubutu kucheza na Yanga, ukija kusema kwamba labda kocha aliondoka na huyu bora yule aliondoka, ndio utajikuta unafungwa. Alafu mpira haupo kwamba kila siku anaweza kashinda Yanga. Huo mpira wa hivyo duniani hakuna. Mpira wa kushinda timu moja hakuna. Hakuna mchezo wowote, hata draft huwezi kushinda wewe kila siku. Kuna kufunga na kufungwa na draw. Huo ndo mpira, hiyo ndo ligi. Sasa utamwona Mwamnyeto leo siku ya leo uwanjani, pengine kwa kweli imekuletea picha gani? Mwamnyeto alikuwa na matatizo ya kifamilia na ametuambia kwamba ana matatizo ya kifamilia, na kubwa zaidi kwamba kakake Tanga anaoa leo, amepewa ruksa akaenda kuangalia shughuli ya kakake Tanga, kwamba Mwamnyeto alivyokosa leo watu wasipate shida, wakasema kwamba labda sijui kwa sababu mechi iliyopita hakuna. Alafu nikwambie ndio kapteni mwenye makombe mengi kuliko kapteni yoyote hapa Dar es Salaam Young Africans. Alitoka Yondani, amerisi Mwamnyeto. Ni kwamba leo tu amepata dharura ya kaka yake anaoa Tanga, lakini hakuna kitu kingine kabisa katika mchezo. Yes. Kuhusiana na mchezo kesho, naomba Simba ashinde ili TRA afungwe kesho. Simba ashinde nikutane na Simba mechi zinazofuata, lakini TRA kesho naomba ufungwe, na anafungwa. Chobwedo kesho utamuona. Official mume, kinachowapa jeuri Simba mpaka sasa hivi wanasema makombe yote wanachukua, nadhani nini? Mavi sasa unatupa jeuri hadi vipi? Dakika mimi ndo naongoza point. Msimu uliopita mwaka jana Simba mpaka mechi ya mwisho mimi na Simba alikuwa hapo tunamzidi pointi 1. Angalia leo hadi sasa hivi tumemalizana na Simba tunaongoza pointi 2. Lakini cha ajabu na cha kushangaza zaidi, mechi ya mwisho Simba anakutana na Singida. Ndio itaamua. Yes, mechi ngumu kuliko mechi unavyofikiria. Simba wanaiangalia mechi zetu, ila mechi zao huwa hawaziangalii, lakini tunawakumbusha Simba kuwa mechi ya mwisho mnacheza na Singida. Shukrani sana. Asante.